Allah anasema min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, katika dalili zake Allah kuwa yupo, an khalaqa lakum, ni kukuumbieni nyinyi wanamume, min anfusikum, kutokana na nyinyi wenyewe wanadamu, azwajan, wake zenu, litaskunu ilaiha, uweze kupumzika. Umetoka kazini, ukifika nyumbani upate mtu wa kuliwaza, pole na kazi, karibu wa fulani za huko, bwana uchangamki leo mume wangu na nini bwana, haya mambo ya kazini bwana yaache, wewe bosi wenu bwana, wewe muache, muombeeni dua Mungu amuongoze, usio na wasiwasi mume wangu, riziki kwa Mungu. Mungu anataka hayo, ndio litaskunu ilaiha, mpate utulivu. Utulivu ni kupata mtu anayekuliwaza, anayekupa matumaini, anayeshirikiana na wewe katika yale ambayo yanataka kukuumiza, anajaribu kuyapunguza uzito wake. Ndicho Mungu alichokuwa anakusudia kwenye aya hii. Imeonekana katika ndoa, ushirikiano, mapenzi, huruma ni pesa. Shekhe, mimi nakuja kukushtakia mke wangu, shekhe, vurugu ilikuwa ni vurugu, namwambia sina hela, inshallah, na mimi aleta inshallah tupike. Mke wangu, leo sijapata kitu wallahi, inshallah Mungu kesho. Wewe leta inshallah tupike. Sufuria moja tuweke inshallah, na sufuria pili tuweke inshallah, tuchemshe tule. Acha kuletea mambo yako inshallah hapa. Wewe leta hela tule. Mimi kwetu nilikuwa nakula, hunioni nilivyo. Sitaki kusikia mambo ya inshallah hapa. Mambo Kiswahili inshallah, inshallah ya nini? Leta inshallah tupike kama napika. Huko ndio kosa dini. Na ndio nimesema ndio kiini cha kuleta matatizo ndani ya ndoa. Hilo sio swala la msingi. Riziki inapangwa na Mungu, kuna siku ya kukosa na kupata.